you ready? Fanya hivi. Unasikia namna gani? Mzee yako unasikia aje? Haleluya. Salamia alikuwa karibu na wewe, muuliza anaitwa nani? Fahamiane kidogo. Mwambie anakaa vizuri. Nataka kumfikia Bwana. Ndio maana tuko mahali hapa siku ya leo. Amen. Haleluya. Amekwambia anaitwa nani? Baba. You there? Kwanza leo unasema, "Oh ni Yesu wa baraka." Wa baraka. Yesu wa baraka. Sikia makofi yako tu pole pole. Yes,
Even as we're shouting there, shouting again. Hallelujah! Amen. What a wonderful hour. And because we are a people who honor the Lord, and because we are gracious so much to have anointed some of the Lord in the house, in our midst. So it is, unajua nasemanga kwamba man shall not live by bread alone, but by every word. After singing, after jumping, that is the word. Praise the name of the Lord. Najua kitu moja ya kwamba his servant has a word for us this afternoon. Tutulie tu. Can you appreciate this man and women of God? Thank you so much. Amen. Hallelujah. Can we have our blessed seat in the presence of God? Amen. Thank you, Jesus. Tusitoke. Vijana wa hapa wameandaa chakula mingi sana, na mkituachia itakuwa ni makosa sana. Praise the Lord. Amen. Out of something. Thank you so much for that wonderful hour, that wonderful time in His presence. It's not an away thing. And at this juncture, at this moment, let me welcome Pastor Martin from Kamulu, so that he can come to become our reverend. Is in the house. Can we celebrate with the Lord? As he comes in the name of Jesus Christ. Amen. Tumpigie Baba makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Nafurahia kuona vijana kwa sababu katika kanisa kuona vijana unajua kwamba nguvu yetu iko pamoja na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. You are the pillars in the church and it is good to see you in the church because we know that the church has a future. Bwana Yesu atukuzwe. Hallelujah. Langu ni kuahimiza kwamba katika ujana wenu mkaweze kumtumikia Mungu. Maana mkimtumikia Mungu kwa upendo na kwa ukweli, kwa hakika ndoto zenu zitaweza kutimia. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia kuna kijana alikuwa anaitwa Joseph wa Jacob, na alikuwa anapendwa na baba yake na pia alikuwa anapendwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua hiyo habari vile ilienda mpaka akaenda katika nchi ya utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo moja alifanya, with the fear of the Lord, haikutoka ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Hata nawe katika zile ndoto ambazo Mungu amekupa, ukikuwa na that fear of the Lord in your life, He will elevate you to higher levels. Bwana Yesu asifiwe. Na ndoto zako zote zitaweza kutimia kwa sababu ya kumfuata Mungu na kufuata neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tuwe kama Joseph, tuwe waaminifu. Hata mambo mazuri yatakayokuja yanayoweza kututoa katika wema wa Bwana, tuwe na ujasiri wa kutoroka. Bwana Yesu asifiwe. Na kuondokea maovu ili Mungu wetu akaweze kuonekana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo langu ni kuhimiza kwamba tukae katika ndani ya Mungu na katika uwepo wake siku zetu zote. Langu nitataka kumkaribisha, tusimame kwa miguu yetu tunapomkaribisha our dad Reverend Marty aje atuhudumie kwa neno lake. Pigie Bwana makofi mazuri mpaka afike hapa. Bwana asifiwe. Si tukae chini tu. Ni dakika 10 peke yake, 10 minutes, sababu kuna lunch. Na hii lunch watu wa Mungu lazima wakuwe served. Kwa hivyo if there is somebody hapo nje, naweza pia kumwambia ingie na ili tukaweze kugawanya neno liko hapa. 10 minutes only, hazitaisha. Na ili tukaweze
Umetwambia we have a ranch. Tuko na ranch, we need to share the ranch together. Kwa hivyo na tukifanya hivyo Bwana atatubariki sana na atatuinua sababu ya ninyi wote ambao mmekubali kuja katika siku ya leo. Because of our visitors, tuwapigie makofi mazuri. Karibuni katika kanisa letu mahali popote mlipo. Tumefurahia sababu ya nyinyi wote kupata nafasi ya kuja hapa. Namba 2, hii mwaka nimesikia moyo wangu umehuishwa. Sababu ya vile ambavyo tumeweza kusifu hapa na kuabudu, nimesikia nitamalizia mwaka vizuri. Hata wewe jipigie makofi vizuri. Tutamalizia vizuri. Proverbs 3:6 nimesema 10 minutes only that we may continue kujielekeshwa na huko mbele ili ambavyo programu yetu iko. Proverbs 3:6 nasema nini? Nimefurahia sana because it is a rare chance kupata wageni kama hao wote wamekuja hapa siku ya leo katika in our church. Nasema nini tusomee? Proverbs 3:6 nasoma kwa Kiswahili nasema katika njia zako zote, na katika njia zako zote mkiri yeye naye atayanyoosha mapito yako. Naye ukimshamkiri yeye, number 1, atanyoosha mapito yako. Atanyoosha njia zako. Atanyoosha kazi zako. Atanyoosha maono yako. Ukishamkiri yeye in everything. Ukijua ya kwamba Kisugu, wale ambao wanasikiza Kisugu simama hivyo, inasema na kisha mweka mbele Mungu katika mambo yote, yeye na yeye ataweza kudirect katika kila jambo, katika area ile ambayo unamtarajia. Do you know one thing ambayo iko katika siku za leo ni ya kwamba tunapoenda kumalizia mwaka kama hivyo tumeabudu, unakuta ya kwamba hatupati nafasi kama hiyo sababu ya busy yaendea na mambo fulani, lakini haya mambo unakuta ya kwamba yanakosa kuweka Mungu mbele. Lakini maandiko inatukumbusha leo in everything. Can you tell your neighbor in everything? Katika kila jambo uweke Mungu mbele, naye atanyoosha mapito yako. Lazima tutoke kwa church ambayo 1 month na hii mwaka uishe, then January tuambiwe ya kwamba tunavuka siku 14. Tunakuwa fire and powerful. Lakini tunapoenda kumalizia, hivyo tumebakisha kamwezi kamoja. It is less than that one days. Ukute ya kwamba kuna vitu tumeweka mbele ambazo zinashika Mungu. Hallelujah. Sasa tukiwa young generation, tukiwa watu ambao ni wachanga, we have to understand this principle. Inasema ya kwamba tukizoea kumweka mbele, na yeye atanyoosha mapito yetu. Alafu anasema nini? Mstari wa 7 unasema usiwe mwenye hekima machoni pako. Kuna mahali kujamalizia hilo direct. Rudia mstari wa 6. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Usiwe mwenye hekima machoni pako. Mche Bwana. Ujiepushe na uovu. Na ujiepushe na yale asante. Na ujiepushe na yale ambayo yamalizao mwanadamu. Because kuna mambo mengi ambayo yamekuja yakiwa katika hekima ya mwanadamu. Yamekuja yakijifananisha na hekima ambayo ni ya mwanadamu. And the scripture inasema tuweze kujiepushana na hayo mambo. Tuweze kujiweka kando na hayo mambo ambayo yanaweza kuteki priority ya Mungu. Sababu katika maisha yako, in the spiritual, na katika mambo yako fulani, katika mambo yako na maisha yako, kuna kitu ambacho kiko ndani yako. Shimo yako iliyo katika moyo wako inajazwa tu peke yake na nguvu na neema za Mungu. Mtu wakati amekosa kutambua ya kwamba Mungu kuna mahali anatosheaga, na kuna maandiko mengine yalikuwa yanasema ya kwamba he will direct you and crown your effort with success. Mnaona hivyo tumeiba hapa na tumeabudu. Kuna vile ambavyo tunafaa tutarajie kulipwa. Sio kuiba peke yake. Kuna payment after that. Kama mimi nimeiba hapa mpaka nimesweat,
with success. Ninawaombea wapendwa katika jina la Yesu, ya kwamba huduma zile zote tunafanya katika nyumba ya Bwana na mambo yale tunafanya katika maisha yetu, may God crown us with success. Bwana tufike na success na ushindi katika maisha yetu. Nimekataa kuwa mtu ambaye maisha yake yatakuwa crowned na mambo mengine ambayo hayana malipo. Tunafaa tukae tukijua ya kwamba vitu zile tunatenda katika ufalme wa mbinguni, they are going to be crowned with success and the breakthrough of heaven. Na hakuna mtu ambaye ananipata siku ya leo maisha yako yanafaa yapotee hata kidogo. Maisha yako yanafaa yaangamie hata kidogo. Maisha yako yanafaa each and every day. And I repeat again, every day, every day, kunafaa kuwa na neema ambayo ina crown your success. Ukiamka, ukienda kazi zako, there is a grace crowning your success. Ukisoma, wale ambao mko hapa na mnasoma, there is a grace crowning your success. We are not failures. We serve a mighty God. Tupigie huyu Mungu makofi mazuri. Tumpokeze makofi sababu yeye ni mzuri. Na ninawaambia, katika mambo yote tunayofanya, lazima mjue ya kwamba hii dunia tunaishi ni kutengeneza, tunatengeneza the crown of success. And I want very quickly, my minutes inaisha, ninataka to explain something very quickly. Kuna crown mara mbili, ile ambayo tunapigwa hapa duniani na kuna ile ambayo tutalipwa baada ya kazi. Ninataka kuombea siku ya leo, wewe ambaye uko kwa church siku ya leo, may the crown of this life yako iendelee to shine day in day out. Hallelujah. Semeni amen. Sababu we shall do in everything, sio katika mambo fulani, but in everything. Tutakuwa tunajua siri ya kuweka Mungu mbele katika maisha yetu. Na kwa hivyo katika mambo yetu wapendwa, yale yote unajua, yale yote unapenda, lazima uelewe you cannot do without God. Hawezi ukaweza bila Mungu. Hawezi ukasucceed bila neema yake. Hii jambo ambalo ninakwambia, the crown of success, I love it so much. Sababu najua ya kwamba kabla nitapewa taji ile ingine, kuna taji ambayo inafanyaka wa Kristo na wale ambao wanampenda Bwana wakapate neema fulani katika hii maisha. Haleluya. Nimeona vijana wale wanapiga instrument hapa. Huyo mtu hata ukimwangalia unaweza sema huyo jamaa amecheza kwa kitu mnono sana kwa bank. Lakini ni crown ya utukufu imemjaa. Bwana Yesu asifiwe, semeni amen. Hata vile anacheza hapa, unaweza ukamuitisha ndoa. Lakini my friend, don't compare that. It is the crown of glory. Pigeni Bwana makofi. Imemjaa. Sasa ukiona mchomaa huyo, na ninaomba ya kwamba hana mtu, ili akikosa mtu anaweza tembea hapa kwetu, abarikiwe. Mpigeni makofi. Sababu we are supposed, tunafaa our crown of success, taji zetu ziwe zinang'aa mahali tulipo, because sisi ni taa. Bible inasema sisi ni taa, na taa yetu inafaa kuoneshana, not a weak God but a strong God. Pigeni Bwana makofi mazuri. Hata wadada wale walikuwa wanaimba hapa, nimewaangalia vizuri, nikasema Bwana umewatendea hawa wapendwa, wanaenda kumalizia vizuri. Sababu the crown of success, taji la ushindi limesha kuonekana katika maisha yao. Wapendwa, sijui kama mnajua, ni neema inakuwaga imetufunika, na huko ndani ukituikia sana utakuja kushindwa. Ni hawa wanaibaga mpaka wanasweat. Lakini wacheni muwaambie, mchunge taji la ushindi ambalo Kristo ameweka ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Many people can go hata waweze kuenda kuiba na huko, lakini mtu huyo hawezi akapata hata ajipake nini, hata ajipake mafuta ile inaitwa glucose. Hapana, sio glucose. Hata ajipake mafuta gani, hata awe na sabuni gani, you cannot see the glory in that person. Lakini angalia watu wale walikuwa hapo, wanapendeza na wanameremeta. Ni taa iliyowekwa ndani yao. And I want to assure you in the name of Jesus, your crown of success will always shine in the name of Jesus Christ. And your efforts will always continue to increase.
katika maishani mwenu. Pigeni Bwana makofi mazuri. Na kwa hivyo tuendelee kumweka Bwana mbele katika mambo ile tunahitaji, katika vitu zile tunatamani, katika mambo yale ambayo tunataka kutenda. Na tuelewe ya kwamba kuna jamaa aliniambia this week, tulikutana akaniambia, pastor, ninataka kwanza miaka ile niko nayo kwanza nipone raha kidogo, sababu ninasikia kwa marriage kuko na kifungo, kuko na kufungwa. Nikamuuliza, ukiniangalia mimi mtukaji na kaa kufungwa kweli, wewe unaweza nifunga na kamba gani? Jamani, labda ya rafu. Hiyo ni sawa, tumpigie makofi mazuri. Lakini nikamuuliza, jamani, umesema kwanza uende ukapone raha, uachane na the crown of success ambayo inafunguaga milango. Na vijana wale wako hapa, wacheni kuogopa. Hakuna kufungwa, mtu anafungwa. Haleluya. Na ukiona umefungwa ni wewe umejifunga kwanza. Ama namna gani hapo jameni? Ninawaombea neema katika jina la Yesu Kristo. Jambo hilo lingine ambalo alisema is about success, ushindi. Once we do kazi ile tumefanya hapa, lazima we raise na tujue ya kwamba it is not about serving God only. It is about expecting success in our life. Na hivyo ndivyo ninawaombea. Nikikutana na nyinyi mahali nitakutana na nyinyi, every place, walio hapa na wasio hapa, ya kwamba kuwe na success katika maisha yako. Kuwe na kitu ambayo inaweza ikadhihirisha the greatness of our God. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo in all things, in everything, put God first and he will direct you. Atakuongoza. Na akisha kuongoza, utaona ya kwamba kuna milango Bwana atazidi kufungua katika maisha yako. Haleluya. Tuangalie wapendwa, hata sisi tuko hapa. Hata kama unaona hatujapata hizi vizuri, hatujapata kile unaweza ukatutarajia, bado tuko na utukufu wa Bwana. Bado tuko. Can you look the brother and sister aliye karibu na wewe? Mwambie ninaona uko sawa. Mwambie na kuona uko sawa. By the way, congratulate that person. Nako sawa. Na wale ambao ni wakuambiwa ni beautiful, mwambie you are beautiful. Wale ambao ni wakuambiwa and you are handsome, mwambie. Sababu it is the crown of success. Sababu Bwana anataka kuendelea kumweka mbele katika maisha yetu. Haleluya. Wapendwa, ninawaombea siku ya leo, Bwana azidi kuwapea neema as you are serving God in the mighty name of Jesus Christ. Hakuna kupoteza kwa Mungu, hakuna kupoteza jameni, but there is a lot of gain in the name of Jesus Christ. Ecclesiastes 3:11 ya mwisho, hata nimefunga 10 minutes ndio nilipewa na nikaambiwa nithibitisha hapo. 3:11 inasema nini? Wapendwa, lazima tujijaze because of God na tuelewe ya kwamba Bwana anataka kutumia hii kizazi for a higher level. Inasema nini hiyo maandiko? Ecclesiastes 3:11. Lazima ungeichukua kidogo ukakataa kuisema na Kiingereza. Rudia ekelele. Ecclesiastes. Itapigiwa makofi amesema. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Jamani, I want to remind you again. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Kila kitu. Jamani, kila kitu atakifanya kizuri katika wakati wake. Na ninataka kuambia hapa wapendwa, na it is good to encourage somebody ya kwamba kuna wale wanaona wezaona tumechelewa lakini hatujachelewa. Kuna wale ambao wanawezaona kama tuna delay lakini hatujadelay. Kuna wale wanaona kama tumeharakisha lakini hatujaharakisha. Kila kitu yeye ukifanya kizuri katika wakati wake. Haleluya, endelea. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Tena ameiweka ameiweka milele ya kwamba ataifanya everything. Hata Kisugu tunaweza sema he will make everything beautiful in its own time. Kuna vitu ambazo unatamani siku ya leo katika maisha yako. I want to remind you as you are going to wake up the year, wacha kukaa ni kama ya kwamba Bwana amekusahau. Kuna watu ambao as they continue to reduce the momentum of serving God. Momentum ya kwamba ni gari ilikuwa inapanda mlima na nguvu sana, lakini all of a sudden usikie hiyo gari imekosa nguvu. But let me tell you, in its own time, katika
watu wanakuangalia wanaona ya kwamba ni kama hakuna kitu itatendeka. Nina watu wana conclude na wale wako hapa na watu wamesha conclude something. Let me tell you, God has not concluded. The worship we have given God, kuabudu kule ambako tumempea Mungu siku ya leo, it is not in vain. It is not in vain. Wale ambao mmeimba hapa mmerukaruka, Mungu alikuwa anatazamia akiwa mbinguni, ni akina nani wanaweza wakanirukia hivyo? Sababu many people have diverted their effort. Iko katika mahali pengine. But mimi nataka kuwaambia at his own right time, lazima mtang'aa. Ninaachilia the grace ya kung'aa katika maisha yenu. In the right time. Sababu you didn't come to waste time. You are still kutengeneza mambo yale ambayo anaacha kuwatendea mambo mazuri. You cannot sweat here. Unajua nilijua ndugu mmoja anaitwa Papa. Sisi unaniapiaka. Akwambia inue mkono apigwe makofi yako. Kani huyu. Unaona? Sasa ndipo Papa anacheza hapa na ndugu ambaye anatengeneza hapa anatengeneza. I don't know kama mimi hapo nitaachilia the style nione kama I can come out na style nyingine. I love you brothers because of that. Let me tell you, it is not in vain. Your effort is not in vain. Let me encourage somebody again. Your effort is not in vain. Pigeni Bwana makofi. God will do something upon your life. Amen. Nacha niwaambie, hata hivyo mnaona stylist vijana wanaruka hapa. Mimi najaribu kuruka inashindikana. Wakiruka left, mimi nilikuwa naruka right. Ni kujitolea. Kuna wakati nilikuwa naruka futi tatu na ninaruka. Ninakumbuka tulienda mahali kuimba siku moja kwa crusade. Pastor alituona wote na fest. Tumesweat mpaka jamaa mmoja akabaki tumbo empty na ni crusade. Although watu wakasema hiyo ni wazimu iko pale. Tulisahau. Sasa unajua tulisweat mpaka shati yenyewe ikashikana mpaka na shati ikashikana mpaka na mwili. Tukatoa mpaka nguo. Hallelujah. Our effort was not in vain. Tuangalie siku ya leo. Walioshiriki katika siku hizo. Some of them they are pastors. They are servants of God. I want to speak to somebody. Lazima upitie mahali ukielekea mahali. Pigieni Bwana makofi mazuri. Your effort is not in vain. Katika jina la Yesu Kristo. Ninawaombea siku ya leo wapendwa. Neema ya kutumikia Bwana. May the crown of success continue shining upon your life. May the grace of glory continue to be established upon your life. Jehova anawainue zaidi. Hivi ambavyo mlitina mkakuja hapa, malango yenu yakafunguke. Yule ambaye anahitaji ndoa, Jehova ninaomba ya kwamba msaidie na umkumbuke na umuinue zaidi. Katika jina la Yesu tunaomba na tumeamini. Na kuna watu mmeombea ndoa wamepiga makofi. Sijui niongezee kidogo hiyo. Niangalieni niwaombe basi. Na roho zao sianze kugonga wasikia kwamba mtu ni huyu na mtu ni huyu. Halafu niletewe kadi mkijua. Na wakumbuke kwamba niliomba siku ya leo. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini.